Paka huyu nyau ni katika lugha tunaziita hizi ni tanakali sauti. Nyau nyau, mnyama anayerejelewa kama paka, ambaye anafugwa ndani, mnyama mwenye hadhi ya kuishi na binadamu, mnyama ambaye binadamu amempa hadhi ya pekee, lakini ni mnyama ambaye amesahau hadhi yake na makazi yake, anakimbia kuwa wapaka wa mtaani, anakwenda kujivisha vitu ambavyo si hadhi yake. Na kwa hakika paka huyu amejaa dharau, kuanzia kwenye soli hata utosini. Asumbuliwa na kiu japo yuko baharini, anakimbizwa na mbwa, imeisha kuwa mkasa. Ni kwa hakika atabambwa, kwani amekwisha nasa. Anatamani pilau aliyoiacha nyumbani, analia nyau nyau. Mwana mpotevu, rudi nyumbani. Vitu vya thamani na vizuri unavyovitamani umeviacha nyumbani. Unapopigana kwa maisha ya dunia hii na tabu zake, unapopambana na matumizi ya madawa ya kulevya, unapopambana na uzinzi, unapopambana na maisha ya anasa ambayo bado unayafanya na unasikia maumivu, lakini maisha ya thamani umeacha nyumbani. Tumaini la kweli unalijua, msalaba unaujua, neema ya Mungu unaifahamu, mkombozi aliyekufia msalabani unamfahamu, lakini maisha ya nyumbani, kwenye asali, kwenye pilau huyatamani, lakini unang'ang'ania mtaani ambako unaishi kwa mateso. Paka, acha kulia nyau nyau, rejea nyumbani ambako umepewa hadhi ya kukaa kochi moja na mwenye nyumba. Shairi la 62, jembe halimtupi mkulima. Mwandishi anatupa tumaini kwa wale ambao tumepoteza kazi, wale ambao ajira zetu zimesitishwa, wale ambao tumeacha kazi kwa hiana, tumefukuzishwa kazi, wale ambao hatuoni kufanikiwa hata katika kazi tunazozifanya. Tumaini lipo. Kufukuzwa kazi sio mwisho wa maisha. Mungu ameibariki ardhi. Mungu ametupa asili. Yaweza kuwa hivi tunavyovitafuta, tunaporudi katika asili, kuilima nchi, tukafanikiwa zaidi. Na hivyo tunakumbushwa, maisha yanapokuwa magumu, turudi shambani, tulime, tufuge, tupate vyakula, na maisha yanaendelea. Mwisho wa siku, maisha yanapaswa kuendelea. Pale ambapo mlango mmoja unafungwa, Mungu anafungua milango mingine 1000 kwa ajili ya mafanikio yako. Usijiwekee mipaka ya kwamba mimi ni msomi, nilisoma, siwezi kufanya kazi fulani, siwezi kufanya kazi fulani. Ikiwa kwa wakati huo una uwezo wa kufanya hilo, fanya lile ambalo litakusaidia wewe kuishi. Shairi la 64, mwandishi anatukumbusha habari ya wali wa kushiba. Kitu cha wali wa kushiba, mpendwa, unaonekana. Na hivyo kama wali sio wa kushiba, huwezi kuuona, huwezi kujua, huwezi kutosheka. Na kwa nini ung'ang'anie kitu kisicho cha kushiba? Mwandishi anatumia wali wa kushiba kurejelea hadhi na thamani ya mapenzi unayoonyeshwa na mwenzi wako. Mtu yoyote anayekupenda atakupatia upendo uliokamilika. Popote palipo na mashaka ya kwamba unaweza kuchukua hiki siwezi kukupa, elewa hapo hakuna upendo uliokamilifu. Na hivyo kama kichane cha ndizi kisivyo kamili, basi hatuwezi kusema ni kichane kamilifu. Vivyo hivyo hata hayo maisha ambayo ndani unaona tabia mbaya, na usitake kusema nitaivumilia kwa sababu tu hakuna namna. Ukiacha izaane na kujifanya wewe ni mtu usiyejali, badala ya kusema maneno yakiwa yangali madogo, hatima yake yanapojaa ni mauti, na hutaweza kubadilisha chochote. Na hivyo palipo na upendo mkamilifu, hakuna maswali, hakuna vizuizi, hakuna mipaka.
Upendo ulio kamilifu hutoka kwa dhati yote na kwa ukamilifu wote. Shairi la 65 mwandishi anasema, nifumbue macho. Mungu wangu, nifumbue macho. Nione vile ambavyo unanipendelea. Mungu wangu, nifumbue macho. Nione namna ambavyo malaika wako wema wananilinda. Nilivyo mkuu, nilivyo wa thamani mbele ya macho yako. Yaweza kuwa mapito tunayoyapitia na changamoto zake yametupa upofu wa kutokutambua ile nguvu ya Mungu inavyofanya kazi katika maisha yetu. Mungu anatuonea fahari. Na unapotambua ya kwamba Mungu anakuonea fahari, wewe ni wa thamani kwake, hakika ulinzi wote wa mbingu uko pamoja nawe. Kwa nini unaogopa? Kwa nini katika magumu unayoyapitia unapoteza tumaini la kuamini kwamba Mungu anafanya kazi na wewe? Mungu angetokea kukuacha hata kwa dakika moja. Katika hilo pito ulilo nalo, unalosema Mungu hayupo, kwa hakika ni nafasi ambayo shetani angeitumia kukuangamiza kwa hakika. Lakini bado unaishi, bado unapumua, licha ya ulemavu ulionao, licha ya njaa ulionayo, licha ya machungu ulionayo, licha ya uyatima ulionao, lakini bado unasimama. Hata katika maombolezo hayo ulionayo sasa, bado umesimama. Na hata hiyo nguvu ya kuendelea kuomboleza unayo, ni kwa sababu Mungu amekushikilia. Mungu akufumbue macho, uone ulivyopendelewa, uione thamani yako kwake. Shairi la mwisho katika sehemu hii, mtoto wako mlee. Malezi ni jukumu ambalo Mungu amelitoa kwa wazazi. Tuwalee watoto wetu, tuwafundishe yaliyo yakini, tuwape ya dhati, tuwaambie ukweli wa maisha, ukweli wa dunia tunayoishi leo. Tuwafundishe watoto wetu kusema kweli, kweli yao iwe kweli, wajitenge na uongo. Tuwafundishe watoto wetu kukubaliana na uhalisia wa maisha yao. Kumbuka shairi la fahari, najionea fahari, Mungu alivyoniumba. Tuwasaidie watoto wetu kutambua vile walivyoumbwa ni wa thamani mbele ya macho ya Mungu. Na hivyo wao pia wajionee fahari ya vile walivyo. Wakijionea fahari, wataishi maisha halisi na yaliyo rahisi sana. Watoto wanapitia magumu kwa sababu tumewaacha wajilee na maisha mitandaoni, ambayo kwa hakika sio stahili yao. Na hivyo wanapopita katika changamoto, hawaoni tumaini, wakiamini wanaishi maisha wasio stahili, ni kumbe tumeshindwa kuambia ukweli wa kile wanachopaswa kukiishi. Muonye mwanao asiwe muongo, ajitenge na uongo. Gereza linawaita. Wale tunaoona ni mafisadi, wale tunaowaona ni wanasiasa wasio stahili, ni kwa sababu hawakulelewa katika kusema kweli. Tuwafundishe watoto wetu kujitenga na uongo, kweli yao iwe kweli. Tunapofika mwisho wa sehemu hii, Mungu atusaidie yale tuliyokusudiwa kujifunza yakawe msaada katika maisha yetu. Mimi ninaitwa Mwalimu Davian James Buguna, ni mhadhiri Chuo Kikuu cha Mzumbe. Ninawakaribisha tena katika sehemu ya 6 inayofuata, tunapoelekea miisho ya kitabu chetu hiki kizuri. Mungu akubariki. Yale ambayo tumejifunza yawe msaada katika maisha yetu kwa utukufu wa jina la Mungu. Na hivyo ushairi huu usionekane tu kuwa ushairi, uonekane ni uponyaji wa nafsi, uonekane ni kama njia ya kutusogeza karibu na Kristo, kutukumbusha thamani yetu kwa Mungu wetu na kurejea miguuni pake, kurejea nyumbani. Tusiwe paka wa kulia nyau nyau. Turejee nyumbani, kwa sababu huko ndiko tunakostahili kuwa. Mungu akubariki sana kwa kutazama kipindi hiki cha leo.